Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa JJM Media Production, ukaribishe tena kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kufanya mastering kwa kutumia Ozone namba 8. Nilifundisha jinsi ya kufanya mastering kwa kutumia Ozone namba 8, lakini nilitumia njia ya manyo, kufanya mwenyewe kile ambacho unakitaka au unachokitarajia. Lakini leo nitafundisha jinsi ya kufanya mastering kwa njia ya automatic, yani ufanye mastering automatic bila kufanya chochote, yani yenyewe itakufanyia mastering. Kwa hiyo yenyewe itasikiliza, then itabalance kila kitu ambacho umepiga, halafu itakwenda kukupa mastering yake. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba baada ya kukopi track zako, mi track zangu ni mbili kama kawaida, na gitaa lakini pia nina wimbo wangu. Utakwenda kusikiliza vyote kwa pamoja uweze kuvisikia hivyo. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza kwa pamoja nami, basi usisahau subscribe katika channel hii ili uweze kuwa mwanafamilia, uweze kujifunza masomo mbalimbali yanayohusiana na mix mastering. Okay, bila kupoteza muda, leo nataka nitumie muda mchache sana kwa ajili ya kukuelekeza jinsi ya kufanya automatic mastering. Kitu kinachotakiwa, utafungua kwenye mixer yako hapa, then utakuja kwenye kipengele cha hivi vitu nimeweka mimi chana navyo. Hivi ni kwa ajili ya magitaa, lakini kwenye upande wa output stereo out hapa utakuja kuweka plug hizi, au utafungua kwenye E hapa effect then hapa itakuwa kwenye stereo output. Hapa niliweka WLM, hii ni wave kwa ajili ya kudhibitisha kile ninachokizungumza au kile ambacho nitakwenda kukifanya kwenye Ozone, kuhakiki unaweza kuona kiwango cha loops. Nimefundisha masuala ya loops, kwa hiyo kama bado hujaweza kujua masuala hayo, basi fuatilia video zangu ili uweze kujifunza. Leo sipotezi muda, nitakuelekeza. Utafungua Ozone yako namba 8 kama ilivyo. Ina vipengele kama unavyoviona hapa, vingi tu, ina vipengele hivi. Na naweza nikavitoa kabisa hapa usione chochote. Iko kama hivi. Utafanyaje ukiplay? Manake hii ndio sehemu ya output. Kwa nini nimetumia mixer? Nimetumia kwenye mixer sehemu ya output huku, manake huku ndio mwisho kabisa kazi yako inavyotakiwa kutoka, itoke wapi. Na nimetumia huku kwa sababu wimbo wangu una gitaa, na gitaa ipo pamoja na wimbo. Manake nikitumia upande wa wimbo peke yake, gitaa itakuwa haijafanywa mastering au itakuwa haija compare vizuri na beat, ndio maana nimetumia upande wa out. Okay, tutakachokifanya baada ya kuiweka hii plug, tutakuja kuiset yenyewe itupe mastering. Kwa hiyo tutaplay, tutakuja eneo hili la master hapa, then itakuuliza what are you going for. Utachagua kama unataka kutengeneza mastering ya streaming. Streaming ni zile sehemu ambazo unapeleka wimbo wako kama YouTube, Spotify na maeneo mengine. Kwa hiyo utaangalia unataka kupeleka wapi wimbo wako. Kama ni kwenye streaming, basi utachagua kipengele cha streaming, then uta next. Kabla sija next, nitakuja kuelezea na kipengele hiki. Kama ni CD, utachagua hapo unataka CD yenye low, medium au high. Kama ni high utabadilisha hapo, kama ni low utabadilisha hapa, then uta next. Kama unataka kwa ajili ya reference, basi na yenyewe utaweka hapa, then uta next. Kwa itakupelekea vinavyohitajika kwenye reference ni nini. Okay, hivyo. Kwa hiyo hapa sisi tunadili na masuala ya streaming kwa ajili ya kuposti nyimbo zetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo tutatumia kipengele cha streaming, then tuta next hapa. Sasa unapo next hapa itakuambia waiting for you play audio, maana yake lazima uplay ili isikilize ndio ikutengenezee mastering. Kwa nita play.
Bwana Mungu wangu, wewe ngome yangu. Bwana Mungu wangu. Mpaka hapo itakuwa imemaliza yenyewe kusikiliza kwamba tayari imejiridhisha. Kwa hiyo uta accept kile ambacho imesikiliza. Utakapo accept tayari itakuonyesha imefanyaje, kila kitu itakuonyesha. Kwa hiyo itakuonyesha kwenye upande wa mastering imeweka hapa kwenye 1.0, na hivi tunishafundisha hivi. Imeweka hapa kwenye moja. Kwa nini imeweka hapa kwenye 1.0? Maana yake ni kwa ajili ya kuzuia zile piki zile nini hivyo. Kwa hiyo inazuia clipping, ni clipping. Kwa hiyo hichi ndio kiwango kizuri. Lakini pia imeangalia lofts ya 14 kwa ajili ya streaming. Kama nimeshaelezea mambo ya YouTube inahitaji lofts iwe namba 14 hasi, kwa 13, 14, 15 ndio viwango vya lofts. Lakini hichi ndio kiwango kizuri zaidi. Lakini pia imeweka capacity huku kwenye upande wa kushow, imeweka capacity kwenye character, lakini imetransmit kwa 10% na sustain 10. Kwa hiyo imeongeza kidogo ka sustain kajiladha. Lakini ukija kwenye upande wa dynamic imepunguza baadhi ya sehemu dynamic ziko sawa, ikapunguza yenyewe. Unaona? Lakini kwenye kwenye hii dynamic EQ, lakini hapa ni dynamic yenyewe. Mimi kwenye upande wa compression sasa hapa na yenyewe imekuja kufanya hivi. Kama unavyoona, na yenyewe imeshusha kidogo huku kwa ajili ya kupata balance nzuri ya compress huku muziki wako, ili kupata kudhibiti muziki wako ukae vizuri. Lakini imepunguza weight, yenyewe imeka 50% ya weight, ndio maana ikaja ikaongeza huku kwenye sustain. Mimi nilipofundisha manual niliweka 100 hapa, niliweka 100 huku kwenye weight, ila huku sikuweka kitu, nilishusha kwa sababu kule nilikuwa nimejaza jinsi nilivyokuwa nataka mimi. Lakini kwenye upande wa EQ ikaja ikaongeza kidogo maeneo ya frequency hizi, lakini ikaja ikashusha kwenye high frequency. Bwana Mungu wangu. Kwa hiyo kama unakubaliana nayo, basi utaiacha katika kiwango hicho. Hii ndio jinsi ya kufanya mastering kwa kutumia Ozone namba 8, lakini automatic. Basi nitakuwa sina la ziada siku ya leo, nikutakia wakati mwema. JJM Media Production. Make sure umesubscribe ili uweze kupata masomo mengine, lakini pia tunalo group la WhatsApp kwa wanaohitaji kupata masomo zaidi. Unaweza kunicheck kwenye namba hiyo nikaweza kukuadi katika group letu. Utaenda ku export wimbo wako, utakuwa tayari umemaliza kila kitu. Basi nikutakia wakati mwema. Goodbye.